Halo, habari za hizi, habari za mchana. Sasa hivi saa nane na Jumatatu 22. Jina langu naitwa I am Pascal Luis. Hapo nimebadilisha jina la chaneli yangu. I am Pascal Luis. Niko hapa Kamata katika ofisi ambayo nafanyia kazi. Nafanya kazi na kampuni ya Apple. Lakini lengo la video hii leo ni kujaribu kueleza mwanzo wa safari yangu ya kutaka au kuanzisha YouTube channel. Ilikuwa ni miaka mitatu iliyopita, 1924 wakati ambapo nilisafiri kuelekea mkoa wa Mara kwetu. Nilifika pale kweli nyumbani kwetu ni mashambani vijijini, na mazingira nyumbani kwa kweli ni nyumba za nyasi na watu wa kulima. Kwa watu wengi wanakuja chini. Lakini kufika nyumbani pale nikakuta vijana ambao nimewaacha wadogo kidogo wana maendeleo mazuri, sio wote, lakini asilimia kubwa ambao wana maendeleo mazuri. Na kweli nitaka kujua hao vijana wanafanya shughuli gani na maendeleo yao mbona yako mazuri, ambapo ni kitu kizuri sana. Nafurahia maendeleo yao, wanawatia moyo. Nikawa nasema sasa hawa nitawaonaje? Siku nimekaa nyumbani kwa jirani yangu, kaja kijana mmoja anaitwa Nasto. Huyu kijana kweli aliongelea historia yake, akaniambia kwamba yeye alikuwa ni kondakta wa kukata tiketi za mabasi, lakini ana ndoto kubwa. Hiyo ndoto akawa anafuata ifuatayo. Yeye alipata bahati kukutana na kijana mmoja anaitwa Ayam Maro. Mimi sijakutana na Ayam Maro, namuona kwenye mtandao. Akasema alimshirikisha hiyo opportunity ya kuwa YouTuber, kwamba YouTube ina fursa nyingi. Hizi YouTube inafanyaje kazi? Wakanielezea kwamba YouTube ilifungua channel, kuna vitu vingi vya kufanya ambavyo ni vya kitaalamu zaidi. Nikaambia kwa kweli nilisikia, lakini sikufuatilia sana. Na nikaisa watu wengi wanahisi kama kwa YouTube pale na kwa ni nyingi, akaniambia sio, ni perception za watu. Na katika video yake kwa kweli kuna maendeleo makubwa sana. Basi tukaongea hapo, tukachukua video akaondoka. Kwa hiyo nikapata shauku sana ili kujua jinsi gani naweza nikaona kati ya YouTube na kufanya au kuchukua video kama wanaofanya. Changamoto ilikuwa ni uoga. Nilikuwa muoga sana kwamba nawezaje kuchukua video kwa kamera ya simu na kutembea mtaani kama hivi, kupiga watu picha au sio watu mazingira na kuongea, nitaongea mambo gani? Siku iliyofuata katika kutembea kwangu huko kijiji, nilikutana na kaka mmoja na mke wake na mama wake, mtu mzima sana. Huyo mama akaniuliza, wewe unaishi kijana? Kaambia hii labda ndio hii ya vijana. Kaambia hii sio ya vijana, hii hata watu wazima wanafanya. Kaambia kweli. Unaanzaje? Kaambia wewe unasafirisha ni smartphone. Kaambia ni nani? Kamuonyesha smartphone yangu. Kaambia unaweza kaanza na hiyo. Kaambia sawa. Lakini mimi kwangu nilikuwa naiona hii bado sio nzuri. Lakini ilikuwa weekend moja, sikumbuki tarehe ngapi, kijana mmoja pale nyumbani akanifungulia, akasaidia kufungua channel. Akaniambia nafanya hivi na hivi. Basi nikajaribu, kwa ilikuwa ni trial, yani tester. Nikajaribu kuchukua video mbili tatu nikazipost.
Ile video ilikuwa mwaka 2022, video moja ilipata viewers za 50, nyingine 17, nafikiri 40 na kitu. Subscriber ilikuwa wawili. Haikuwa video nzuri sana, lakini ilipata. Kumbe naweza nikafanya. Changamoto ilikuwa ni uoga wa kuba simu, kuanza kutembea. Kwa niliporudi mjini, Mungu wangu kwa ananiambia kwamba fanya hiki kitu. You can do it. Changamoto ikawa nataka simu nzuri. Kwa kusingizia kwa ni simu. Lakini walikuwa napenda kulikuwa naangalia kwenye YouTube zingine kwamba nikawa naona watu wengi wanachukua video, kuna wazungu, kuna Waafrika. Sasa nilikuwa nafuatilia haya mambo sasa, sijeko na mambo kwa Zanzibar, iko South Africa, iko wapi Argentina, iko wasema iko na Hispania, si wapi. Kuna kipindi alikuja hapa Dar es Salaam haya mambo tukia sasa. Nitamani sana nimuone, lakini sikuweza kumuona. Tulikuwa kufanyia. Kwa hiyo changamoto ikawa ni uoga, kisingizio cha simu nzuri. Lakini kila siku nikiwa ofisini nilikuwa naangalia hizo content za watu, YouTube za watu, video za watu. Nilikuwa nanisukuma, roho inaniambia fanya. Nakumbuka siku moja nikawa natamani sana kuanza na simu mpya, lakini sina hela, kwa hiyo nikakopa simu. Kwa hiyo nikaanza kidogo. Kwa hiyo nikianza kidogo na angalia nimekosea. Nikawa nakosea tu. Kwa hiyo nikawa nazituma hivyo hivyo. Nazifuta, natuma. Sasa kuna siku nikasema hebu ngoja nifanye na watu fulani pale kijiweni, kwenye kijiwe cha ujasiriamali. Hapo nikiwa na simu mpya, nikiwa na microphone ya sauti. Tukaanza kuongea mambo ya kijamii, changamoto za ujasiriamali katika yale mazingira ambayo utakuja kuyaona baadaye. Hapo nikaisikiliza. Nakumbuka nilikuwa sina microphone, nilikuwa naongea bila microphone close. Nilikuwa mbona naweza. Kwa hiyo ndio sijafika mahali labda ituma ndio iangalia. Nikasema mbona naweza. Siku iliyofuata nilikuwa na microphone kwa sababu ngoja ni nianzie pale Rombo kwenda Ubungo. Hiyo ilikuwa ni kujaribu. Hapo niangalie tukuaje. Nikaweka mic kama hii hapo. Wewe uiona hapo. Kama changamoto nilikuwa sijaconnect vizuri na simu. Kwa hiyo nikachukua video nzuri kutokea Rombo mpaka pale East Africa Commercial Center and Logistics. Baadaye wakati narudi kufika nyumbani nikuja kuangalia haina sauti. Kwa nikasikitika sana. Haikuwa na sauti. Sasa nikamuuliza rafiki yangu, naweza nikaituma au ndio sauti ni muhimu zaidi. Kwa nikaidelete. Sasa nikafikiria sana fanyaje. Nimetoka kazini. Nikifika kazini nitachukua video nyingine. Lengo langu ni kutoa uoga. Nitachukua siri. Nitachukua video ya ofisi. Jinsi tunavyoziuza na mazingira ya ndani na ya nje. Hapo nikaisikiliza, nikaona vizuri. Sasa je, nataka nitoke nje. Hapo niongeze juu ya zoezi. Kwa watu ambao wanataka kufanya content na ni waoga, wanatoaje uoga? Ya very shy. Najua watu wengi wakiwa wanataka kufanya hicho kitu content, wanatoaje uoga? Mtu ana simu, mtu ana mawazo, lakini kupita kwa mtaani kwenda
natoaje? Mimi nachokifanya naangalia content nyingi hapa, na watu wengi sio wengi, baadhi ya watu wana uwezo, wako Afrika, wako wazungu, na sana pia kutilia huyu baba Jimmy. Baba Jimmy watu wengi wako wanafuatilia sana, na anatengeneza content nzuri, yeye na mke wake, zote familia. Namuona mara yuko Marekani, na hapa karibuni alikuwa Tanzania, kaenda Arusha. Na kuna kijana mmoja pia anaitwa Petro kutoka Poland, tena ufuatilia mjasiri. Kama unasikia, naomba kusaidia comment. Je, mtu anaweza kutengeneza video kama hizo? Anawezaje akaondoa uoga? Naomba kusaidia comment, subscribe na kushare hizo. Hapa jamaa wangu ananisikiliza na kucheka kama sawa kufanya. Kwa hiyo yangu ya leo yalikuwa ni hayo, ni jinsi gani ya kuweza kutoa uoga katika kutengeneza content wakati ya kutembea, sio kwa kutembea mjini, kutembea sehemu mbalimbali. Watu wengine unaweza kukuta hakuna polisi ambayo hayani, hakuna mtu anakushika, yaani watu wanaogopa macho ya watu. Hivi nikifanya hivi utanionaje? Je, nini dawa ya hiyo? Nini solution kutoa uoga? Naomba msaidie comment, subscribe, share. Hayo ni moyo ya kuongea. Asanteni sana kwa kusikiliza. Mungu awabariki. Ciao.